Ndugu zangu katika Kristo, tunatamani kujumuisha masomo ya leo, lile somo la kwanza kutoka katika kitabu cha Mwanzo, somo la pili na Injili tuliyosoma hivi punde, kwa kutafakari juu ya dhambi iliyoharibu uhusiano wa mwanadamu na Mungu au Mungu na mwanadamu. Kimsingi masomo haya, hasa somo la kwanza, linaturudisha nyuma tutafakari jinsi binadamu alivyoumbwa. Linaturudisha katika bustani ya Eden, bustani ya matunda ya mti wa uzima, bustani ya amani, upendo, maelewano kati ya Mungu na binadamu. Tunatambua kwamba Mungu alipowaumba au alipoumba, aliumba kwa ngazi. Kwanza akaumba kwanza vitu visivyo na uhai au uumbaji usio na uhai. Ndio tunasikia habari za bahari, mambo kama hayo. Lakini baadaye akaumba vyenye uhai. Na wale walimu wako hapa na wanafunzi wanaosoma wanajua sifa za kiumbe hai au viumbe hai ambavyo vinaanza, vinaongezeka, vinakuwa, vinakomaa, vinaweza vikazaa matunda, vinazeeka na baadaye vinaharibika au vinakufa. Tena vinaweza vikaondoka toka eneo moja kwenda jingine na sifa nyingine. Kwa hiyo mimea ni viumbe hai, viumbe mimea. Baadaye Mungu akapanda ngazi au hadhi, akaumba viumbe vyenye uhai, lakini akavipa kitu kingine, akili, ndio wanyama. Na tazama, Mungu anapoumba huko kote anatumia kanuni, anasema kiwepo kitu fulani, anasema tu kiwepo, alafu ikawa asubuhi, ikawa jioni, siku ya kwanza na kadhalika. Lakini baada ya hayo yote Mungu anaingia hatua nyingine ya uumbaji ambayo ni hatua ya juu kabisa. Hapo anaumba viumbe sio tu wenye uhai na sio tu wenye akili, anawaongezea kitu kingine, utashi, na hapo anaumba mwanadamu. Na kanuni haitumiki ile ya mwanzo ya kusema kiwepo kitu fulani. Hapa tunaona kanuni inabadilika. Mungu tunasikia kwa mara ya kwanza au tunajulishwa, tunatambulishwa kwa Utatu Mtakatifu. Anasema na tufanye mtu kwa sura na mfano wetu. Ya kwanza hii. Kwa hiyo binadamu, wewe ni tofauti na viumbe wengine wote. Tofauti kubwa. Tufanye mtu kwa sura na mfano wetu. Na huyo mtu ni mtu mwanaume na mtu mwanamke. Wote wameumbwa kwa sura na mfano wa Mungu. Halafu sio tu wamefanyika kwa sura na mfano wa Mungu, Mungu anaongeza kitu kingine. Viumbe vingine vyote vilivyotangulia Mungu hakuvipa majukumu. Mwanadamu ambaye ameumbwa kwa hadhi ya pekee, hadhi ya kimungu, ya kufanana na Mwenyezi Mungu, anapewa majukumu, wakatawale. Na kwa sababu kuna kupewa majukumu na kutawala, mwanadamu anawajibika mwishoni. Anawajibika kwa sababu gani? Kwanza, ameumbwa tofauti na viumbe wengine, akapewa utashi. Na utashi ni nini? Kwa lugha ya haraka, utashi tungeita mahakama ya mwanzo ambayo kila binadamu anayo katika nafsi yake, ambayo inakujulisha mema na mabaya. Na hapo inakuja swala la dhamiri. Dhamiri, sauti ya Mungu rohoni mwangu, rohoni mwetu, ni ile hali ile ya kuweza kupambanua kati ya mema na mabaya na kufanya maamuzi. Na kwa sababu binadamu amepewa kuweza kupambanua mema na mabaya na kufanya maamuzi, kwa hiyo mwishoni anawajibikia matendo yake. Na vile vile amepewa hadhi ya juu kwa kuumba kwa sura na mfano wa Mungu. Sura na mfano wa Mungu sio hivi. Maana pengine ingekuwa sura na mfano wa Mungu, labda ungenitazama mimi, wengine wangekata tamaa, kusema ina maana Mungu ndo anafanana na huyu jamaa. Sura na mfano wa Mungu, hapa kuna mambo mengi, labda niyataje mawili leo. Mungu kwa hali zake au tabia yake hana mwanzo, hana mwisho, anaitwa Mungu ni wa milele. Kwa hiyo binadamu ameambukizwa hali ya kimungu kwa kupewa mwanzo, lakini roho yake haina mwisho. Kwa hiyo ameambukizwa hali ya umilele kwa kupewa roho isiyokufa.
Ya pili, amepewa, Mungu anabagua au anatenga mema na mabaya. Binadamu ameambukizwa, ndicho nilichosema kwamba amepewa utashi aweze kufanya maamuzi, achague. Wiki iliyopita tulikuwa tunasema, ewe mwanadamu, chagua wewe wapenda nini kati ya uzima na mauti, wapenda nini? Kwa hiyo maisha ya mwanadamu, kwa sababu amepewa hicho, inabidi afanye maamuzi, na kwa sababu roho ya mwanadamu inaishi milele, atafanya maamuzi ya kuishi milele, au na Mungu au na si na Mungu. Atafanya maamuzi, lakini roho yake haitakufa. Hiyo ndio ni hasara tuliyonayo, ndugu zangu, kwamba roho yetu haitakufa. Mwili utakufa, utabaki, utaoza, utabaki hapa duniani. Roho inaishi milele, kwa sababu wewe una tabia ya kimungu, mimi nina tabia ya kimungu, sisi tuna hali za kimungu. Sasa ili tuishi milele, ni kweli tutaishi milele kwa uhakika, roho itaishi milele, lakini wapi? Na kwa sababu binadamu ameumbwa mwishoni, kwa sababu baada ya kumuumba binadamu, unasikia Mungu akawa amemaliza kazi yake. Maana yake ni nini? Vilivyotangulia kuumbwa kabla ya mwanadamu, vyote viliumbwa kwa ajili ya mwanadamu, viliumbwa kwa ajili ya mwanadamu. Mungu alitayarisha mazingira kwa ajili ya mwanadamu. Kwa hiyo dunia na vyote viijazavyo, ukimwondoa binadamu ukamweka juu kidogo, maana yake vyote viko chini ya utawala wa binadamu, na vimeumbwa kwa ajili ya mwanadamu, na vimeumbwa, mazingira hayo amewekewa, alitayarishiwa mwanadamu. Lakini kwa sababu ya hayo yote na haja aliyopewa, mwanadamu mwishoni anawajibika. Mimea, wanyama hawawajibiki kwa lolote. Huyu mwanadamu ambaye ameumbwa kwa sura na mfano wa Mungu, anaumbwa, anaitwa, wakati tunapoadhimisha Noeli, tunasema katika lugha ya kanisa Kigiriki, naye neno akatwaa mwili akakaa kwetu. Wanasema kaiho logos zag egeneto un humin. Sasa hapo un humin, humus Kilatini ni udongo uliooza, maozea, na kutokana na neno humus la Kilatini, lugha ya Kiingereza inapata neno human, na unapata human being, mwanadamu. Kwa hiyo mwanadamu ni udongo, na tumesema mwanadamu, wewe ni udongo, na udongoni utarudi. Lakini udongo huu humus kwa kawaida unakuwa na rutuba. Maana yake ni kwamba katika mwanadamu huyu ambaye ni udongo, Mungu amewekeza mambo makubwa, udongo wenye thamani kubwa. Na ndio maana udongo wenye rutuba, humus, unakuwa na wale wadudu funza, na hiyo ni dalili ya kuwa kwamba udongo una rutuba, unaweza kutoa mazao. Kwa hiyo binadamu hata katika hali yake humus, au anaitwa unhumin, yani mwanadamu, kuwa mwanadamu, ambapo Yesu Kristo pia ametoa binadamu kwa ajili ya sisi. Ubinadamu huu una thamani kubwa mbele ya Mwenyezi Mungu, na kwa sababu ya hiyo ndiyo shughuli yote ya kanisa inalala hapa. Shughuli yote ya ukombozi inalala hapo. Huyu mwanadamu huyu, pamoja na haya yaliyoelezwa leo ya kukosea katika somo la kwanza, na Paulo anafafanua katika somo la pili, na Injili inatuonyesha kwamba huyu mwanadamu aliyekosea baadaye alikuwa hana uwezo. Mwenye uwezo ni huyu ambaye ameshinda majaribu leo, Yesu Kristo. Kwa hiyo sisi binadamu tuna mapungufu. Na kwa nini? Kwa sababu sasa katika somo lile la kwanza tunakutana na habari ya Adam na Eva, wazazi wa kwanza walivyokosea. Makosa yao, watu wanaweza kusema mambo mengi, lakini kifupi tusemeje? Makosa yao yalikuwa ni kwamba wale waliumbwa vizuri, waliweka katika mazingira mazuri, na wakapewa utaratibu namna gani wataweza kuhusiana na viumbe vingine ambavyo viko chini yao na Mwenyezi Mungu aliyewaumba. Ibilisi ni ishara ya uwepo, kujitokeza kwa nguvu zinazopingana na Mwenyezi Mungu. Nguvu zinazopingana na Mwenyezi Mungu zinaweza kuja katika sura iliyojificha, sura ya uwerevu na ujanja, ikaweza kumhamisha mtu kutoka pale. Mwanadamu alipoumbwa, anaumbwa na kitu kinaitwa pre-natural grace, yaani neema ya pekee kabisa ya utakatifu. Sasa kwa sababu kutokana na makosa magani? Ni makosa matatu. Nyoka anakuja kumtengenezea kwanza, na unajua ukikutana na mtu anakuanzia kitu anaanza kuambia eti, si unajua hapa ni mtego.
Yani sentensi inaanza na maana yake huyu mtu anayesema anajipeleka pembeni kidogo, alafu anakuchungulia na kuweka hapa alafu anakueleza kitu cha ukweli ambacho wewe utakiamini, utajua huyu anidanganya. Alafu baadaye anaruka tena, anakuachia shughuli, jumba bovu likuangukia. Ndio ana maswali yale aliyomuuliza Eva, na Eva hakuugundua huo mtego. Sasa shetani alimjengea Eva ni mwakilishi tu, alimjengea binadamu kwanza, akamjengea majivuno, ndio akamwambia utakuwa sawa na Mungu. Majivuno manake kujipa utawala binafsi, halafu majivuno ya kujiona utakuwa sawa na Mungu, okay, kwa hiyo sitaweza kuamriwa. Ya pili akampa kiburi. Ukishakuwa na majivuno, huwezi kusikiliza, huwezi kushaurika, huambiliki. Kwa hiyo akawa na kiburi. Majivuno na kiburi vikazaa mtoto anaitwa kutotii. Sasa sifanyi, ndio hayo mambo matatu. Na kwa sababu hiyo sasa wakawa wamekosea. Sasa kuna kitu, swali ambalo watu wanaulizana sana, kuna kitu kinaitwa dhambi ya asili. Dhambi ya asili ndio hapa. Dhambi ya asili ni nini? Dhambi ya asili ni hivi, wanaita katika Kilatini inclinatio. Semeni wote inclinatio, na upeleka darasani. Inclinatio ni kukaa henama hivi, yaani kuwa kama unataka kuanguka lakini uanguki. Wanasema unatembea ukiwa au unasimama ukiwa na maelekeo ya kuanguka. Inclinatio ni maelekeo ya kuanguka, kuzaliwa na maelekeo ya kuanguka, kwamba baada ya kosa lile la watu wa kwanza, binadamu wote wanazaliwa na maelekeo ya kuanguka. Kuangukia wapi? Dhambini. Kwa hiyo maelekeo ya kuangukia dhambini, hiyo ndio inaitwa dhambi ya asili. Kuna mwandishi mmoja anaitwa Anton de Mello, anaandika vitabu vyake. Kuna kingine inaitwa The Prayer of the Frog, alafu kuna nyingine inaitwa 1 Minute Nonsense. Vitabu hivyo anaandika mfano, na nadhani huo utatusaidia. Kuzaliwa na maelekeo na inclination ni nini? Anasema siku moja walikuwa wanasafiri Nge na Kobe. Wanasafiri, wamefika kwenye mto umejaa. Sasa Nge anajua yeye ni mwepesi, inabidi kuvuka, kwa hivyo mkondo wa maji utambeba tu, atakwenda. Na Kobe anajua kuogelea, akamwambia bana, nibebe tunivushe. Akamwambia bana, mimi sina shida ya kukubeba wewe, wala sio mzito wewe, ila bana wewe una tabia, wewe Nge una tabia kila baada ya muda wewe unadonoa unang'ata. Sasa na mimi ili niweze kuogelea natakiwa nitoe kichwa changu nje niweze kuona tunaenda wapi. Je, hutaning'ata? Asema rafiki yangu, yaani kweli unanibeba unanivusha, hapo nikung'ate tena? Kwa nini nitakuwa sina akili? Bana, tumekubaliana mkataba. Haya, kama ingekuwa labda siku hizi naanguka saini mkataba. Nge mgongoni, Kobe anavuka. Lakini walipokuwa wanakaribia kufika mwisho kuvuka, Nge akamng'ata Kobe kichwani. Kobe akamwambia rafiki yangu, mbona tumekwenda tumeisha, mbona unaning'ata? Nge akasema bwana rafiki yangu, samahani, unajua mimi, yaani hii ni hali yetu, ni tabia yetu, kila baada ya muda lazima tung'ate. Sasa mimi sio kwamba nilikuwa nimekusudia, ila imenijia kwa sababu tuna hali hiyo sisi wenzako huwa tuna tabia ya kung'ata kila baada ya sekunde kadhaa. Kwa hiyo nimejishtukia tu nimekung'ata. Akamwambia basi mwisho wetu. Na kweli Kobe sumu ikamwingia, wakazama majini. Kwa hiyo inclinatio, hali ya maelekeo ya kutenda dhambi, hali ya kiingenge. Hali ya kiingenge tunazaliwa nayo, na ndio kwa sababu hiyo sasa baadaye tunapoteza ile hali ile ya mwanzo, lakini tunawajibika. Sasa tunapozaliwa katika hali hiyo, hatuwezi kujitegemea sisi wenyewe. Na ndio maana nimesema masomo ya leo yanabeba shughuli nzima ya kanisa, ukombozi. Binadamu sasa hajiwezei, kupoteza ule urafiki na Mwenyezi Mungu. Ndio unasikia katika somo lile kwamba walifukuzwa bustanini, akaweka malaika mwenye panga na nini, na baadaye kuna laana zile zilitolewa. Ni kupoteza hali ile ya urafiki na Mwenyezi Mungu, ambayo ni hali njema. Lakini Mungu kwa sababu ya upendo wake
Mungu ndiye anayechokoza. Mungu anarudi tena, sababu Mungu katika sifa zake zile ni pamoja na kwamba Mungu kwanza, Mungu hachoki kusamehe. Ndio maana kwenye kitubio tunaambiwa Petro anajibiwa hata 7 mara 70. Sisi binadamu tunapitiwa kuambiana I'm giving you a second chance. Maybe the last one. Si ndio jamani? Sio waumini wa parokia hii, maparokia mengine. I'm giving you the last chance. Sasa lakini Yesu anamwambia Petro, wewe hata 7 mara 70. Kwa hiyo kwa Mwenyezi Mungu huyu ambaye sifa yake ni pamoja na kuto kuchoka kusamehe, ni kwamba unaweza kwenda kila unavyohitaji. Ya pili, Mungu hakati tamaa. Mungu hakati tamaa, ila mwanadamu mwenyewe ndio anakata tamaa. Na kwa sababu Mungu hakati tamaa, yeye anakuwa daima ni mchokozi. Angalia, ukikaa hujaungama muda mrefu, baadaye unajisikia dunia iko sawa, niende nisiende. Mungu anakuchokoza tena na tena, anakuanza wewe, nenda akajitakase, nenda. Mungu hakati tamaa. Mungu anakuchokoza kwa nyama mbali, anakuita anakuita katika utakatifu kwa namna mbalimbali. Ndio unajikuta huko katika chama fulani cha kitume, huko sijui ndio hivyo mwanakwaya, sijui huko waka, sijui huko wapi. Mungu anakuchokoza, njoo. Unajisikia kwa mfano mwingine asipoimba anaweza akaumwa, ukimzuia kuimba anaugua. Kwa sababu Mungu anamwita hapo, anamchokoza hapo kwa ajili ya shughuli yake ya utakatifu. Kuibene cantat bis orat. Mtakatifu Agustino anawaambia waimbaji, anayeimba vizuri anasali mara 2. Sasa shughuli hii, kwa sababu sisi hatusafiri mtu mmoja mmoja, tunasafiri pamoja, tunasaidiana. Ndio maana Mtakatifu Agustino anaposema anayeimba vizuri anasali mara 2. Kusali mara 2 sio kwamba sala yake inakuwa ni ndefu sana. Kuna mwingine, nitatumia waimbaji samani, anafika hapa kanisani kwa sababu anabarikiwa sana na hizi nyimbo. Kwa hiyo wewe mwimbaji, kwa kuimba vizuri unamvuta mwingine. Kwa hiyo unasali wewe na unamfanya mwingine asali. Kwa hiyo unasali mara 2. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa hiyo jamani, ndugu zangu, mjiunge sana na kwaya, kwa sababu mtakuwa mnasali mara 2. Lakini binadamu alipokosea sasa, yeye mwenyewe hakuwa na uwezo wa kujipatanisha na Mungu. Ndio kipindi hiki cha Kwaresima tunakianza. Yesu Kristo inatakiwa nguvu ya juu ya ubinadamu. Ni kama mtoto mdogo, ingawa mfano huu hauwezi kukidhi sana, lakini maelezo ya kibinadamu. Mtoto mdogo kabisa, mchanga, yuko kitandani, amejisaidia. Anafanya nini? Anaweza kujishughulikia yeye mwenyewe? Anahitaji sana atalia, kuonyesha kwamba mambo yameharibika, hayako sawa. Atakuja mama au mwingine yeyote mwenye uwezo kuliko yeye, mtoto atamsafisha, atamweka sawa, na baadaye ataambia nyamaza mwanangu. Na hivi ndiyo shughuli ya kanisa. Yesu Kristo anakuja kama mama ambaye sasa sisi tumejichafua, tumejiharibu na nini, tunakuja kusafishwa kwa njia ya mateso, kifo na ufufuko. Yesu anatusafisha kwa ujumla, lakini kama Paulo anavyosema, niyatimilize katika mimi yaliyopungua ya mateso ya Kristo. Kwa hiyo shughuli ya kila mmoja wetu sasa, umepata ukombozi wa jumla. Ni kama tumechukuliwa wote tukaingizwa kwenye labda swimming pool, tulikuwa tumejichafua, labda na tumejipakapaka kama mtoto amejipakapaka kinyesi mwili mzima na mpaka mwingine huku usoni, kiasi kwamba mwenyewe huwezi kuona kwa sababu umejipaka kinyesi, dhambi, na Mungu akikuona anajisikia kichefuchefu kwa sababu umejichafua. Sasa mama anapokuja, Yesu Kristo anatuingiza katika bafu, katika kisima, anatuzungusha hapa na kutoa nje. Hiyo ni Pasaka, lakini unabaki kidogo, kuna yanayosalia inatakiwa mwenyewe. Ndio sasa hayo, ndugu zanguni, ujanja wa dunia hii ambao inabidi ndio unamalizia, unakuwa mwanakwaya, unamalizia kinyesi kicho baki kwenye kwaya, unamalizia sijui waka, unamalizia kinyesi kilicho baki. Paulo anasema unakuwa sijui wawata, unamalizia sijui huko wapi, mapadre sijui nani, makatekista wote tunamalizia, tunasaidiana kumalizia, tunachunguliana. Ndio hivyo tumaana tunahimizana. Unamchungulia kama hapa nyuma bado kidogo, hebu weka vizuri au nikutengeneze vizuri.
ndio tunachotakiwa. Kwa hiyo kipindi cha Kwaresma, Jumapili ya kwanza ya Kwaresma, tutafakari kazi ya Mwenyezi Mungu, jinsi sisi tulivyozaliwa tukiwa na hali hizo za kutenda, kuwa na maelekeo ya dhambi ya asili, lakini Yesu Kristo anatujia na nguvu yake, na huyu Yesu Kristo kuthibitisha kwamba ana nguvu, ndio injili ya leo inamwonyesha anashinda vishawishi. Vishawishi sio dhambi, vishawishi utakutana navyo. Hata mimi pale saa nyingine naweza nikapita zangu namuona piskari, sio sasa nitamchungulia, jamani, uumbaji, sio ndasema kwa kweli Mwenyezi Mungu umeumba, kazi yako ni njema, ikawa asubuhi ikawa jioni. Sasa ukiniona nachungulia hivi usije kusema padre naye anachungulia. Yani kile kishawishi. Lakini sasa nikichungulia na kuanza kumfuata nyuma, sasa hapo kumbe inabidi nione niseme mtumikie Bwana Mungu wako pekee yake. Mungu ni mwema kila wakati.